Amen. Ukipenda unachokifanya utafanikiwa, lakini ukifanya unachokipenda utafanikiwa zaidi. Hapa kuna kauli mbili. Kauli ya kwanza anasema ukifanya unachokipenda utafanikiwa. Anamaanisha nini? Anamaanisha kwamba ukichagua kazi au njia unayoipenda, yani passion yako, unakuwa na motisha ya ndani, yani intrinsic motivation. Lakini katika hapa manake huchoki kiurahisi, hata unapokutana na changamoto unakuwa na nguvu za kuendelea kufanya. Lakini ukipenda unachokifanya unafanikiwa zaidi. Anamaanisha nini? Sio kila mtu ana nafasi ya kufanya anachokipenda, lakini ukijifunza kupenda unachokifanya, sasa unafungua mlango wa kufanikiwa zaidi. Yaani katikati ya maisha kuna vitu vingi ambavyo natamani kuvifanya, lakini katika vitu hivyo angalia ni passion au ni kitu gani ambacho unaweza ukajifunza. Yamkini kweli unakipenda hicho ambacho unakifanya, lakini katikati ya hicho hakikupi furaha ya kweli. Lakini penda kwanza kitu ambacho unakifanya. Sijajua ni kazi gani ambayo unaifanya, lakini sijajua, je, unaipenda hiyo kazi au unaifurahia? Yamkini unaweza ukawa unafanya kazi ya preaching, yani kuhubiri, au unafanya kazi ya uimbaji, au unafanya kazi ya kuhubiri au kazi ya kufundisha, lakini ili ufanikiwe na uone matokeo makubwa katika kazi hiyo, ni lazima ukipende zaidi ya kile ambacho unakifanya. Nitakupa mfano mmoja. Tunamfahamu sana huyu Paulo aliyejulikana kwa jina la Sauli. Wakati anaanza kuhubiri, kuna wakati alikamatwa akapelekwa gerezani, lakini akiwa gerezani, alikuwa anaendelea kuomba, alikuwa anaendelea kumsifu Mungu. Yaani watu wamempeleka gerezani, wamemfunga, lakini yeye haangalii mazingira na changamoto ambazo zilikuwepo. Alichokuwa anaangalia ni kitu gani anakipenda. Kwa hiyo kazi ambayo yeye ilikuwa inampa motisha, hata kama atakutana na wakati mgumu kiasi gani, lakini ile hali ya ndani, yani motisha ya ndani, intrinsic motivation, ilikuwa inampa hamasa ya kuendelea zaidi. Usichoke kwa sababu unakutana na changamoto. Unapokutana na changamoto, iwe ni darasa la kukufundisha ya kwamba mahali ninapokwenda ni lazima niendelee, na ujifunze katika changamoto hiyo. Lakini ukifanikiwa, usimwache Mungu. Mungu akubariki sana. Unakifanya, endelea kukifanya. Matokeo hayatokei siku moja, yanatokea baada ya marudio ya mara kwa mara ambayo utaendelea kufanya. Mungu akubariki sana.